Vita vya Vietnam. Vietnam hapo awali ilikuwa nchi moja iliyoungana na kwa muda mrefu iliishi chini ya utawala wa kigeni. Kuanzia mwishoni mwa karne ya 19 ilitawaliwa na Ufaransa na haikuweza kufanya maamuzi muhimu ya kisiasa na kiuchumi yenyewe. Kwa sababu hiyo, Wavietnam wengi walianza kuota ndoto ya kuiongoza nchi yao kwa mikono yao wenyewe. Tamaa hii ya uhuru ikawa mwanzo wa vita vingi vilivyofuata baadaye nchini Vietnam. Baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, watu wa Vietnam walianza mapambano ya silaha ili kujikomboa kutoka utawala wa kikoloni wa Ufaransa. Vita hivi vilianza mwaka 1946 na vilidumu kwa takribani miaka 8. Vietnam ilitaka kuendesha nchi yake kama taifa huru, huku Ufaransa ikijaribu kudumisha udhibiti wake wa kikoloni. Mwaka 1954, Ufaransa ilishindwa na vita hivyo vikafikia mwisho. Baada ya vita na Ufaransa kumalizika, nchi nyingi zilikusanyika kujadili mustakabali wa Vietnam. Mkutano huu ulifanyika Geneva nchini Uswisi, na makubaliano ya kimataifa yakafikiwa ili kuzuia vita zaidi. Kwa matokeo hayo, Vietnam iligawanywa kuwa kaskazini na kusini katika mstari wa latitudo ya 17 kaskazini. Mgawanyiko huu ulipangwa kuwa wa muda, lakini kwa kweli uliendelea kwa muda mrefu na ukawa mwanzo wa migogoro mipya. Sehemu ya kaskazini ikawa Vietnam ya kaskazini, iliyochagua mfumo wa kikomunisti. Sehemu ya kusini ilitawaliwa na serikali ya Vietnam ya Kusini, iliyopinga ukomunisti. Kadiri maeneo yaliyokuwa nchi moja yalivyofuata njia tofauti za kisiasa, mvutano ulizidi kuongezeka. Mgawanyiko huu ukawa sababu muhimu zaidi iliyopelekea vita vya Vietnam. Wakati huo, dunia ilikuwa ikiishi katika kipindi cha msuguano kilichoitwa vita baridi. Marekani na Umoja wa Kisovieti hazikupigana moja kwa moja, bali zilishindana kusambaza mifumo yao ya kisiasa kote duniani. Marekani iliamini kwamba ikiwa nchi moja ingekuwa ya kikomunisti, nchi jirani zingefuata haraka. Wazo hili liliitwa nadharia ya domino na likawa njia muhimu ya kuangalia suala la Vietnam. Marekani ilianza kutoa aina mbalimbali za msaada ili kuzuia Vietnam ya Kusini isiwe ya kikomunisti. Mwanzoni, ilituma washauri wa kijeshi badala ya wanajeshi wa mapambano ili kutoa mafunzo na ushauri. Hata hivyo, mapigano yalizidi kuwa makali na serikali ya Vietnam ya Kusini haikuweza kukabiliana nayo peke yake. Kwa matokeo hayo, ushiriki wa Marekani uliongezeka hatua kwa hatua na kubadili hali ya vita. Mwaka 1964, taarifa zilitolewa kuwa meli ya kivita ya Marekani ilikuwa imeshambuliwa katika ghuba ya Tonkin. Tukio hili liliishtua jamii ya Marekani na kubadili mtazamo wa watu kuhusu vita. Bunge la Marekani lilimpa rais mamlaka ya kupanua hatua za kijeshi. Uamuzi huu ukawa hatua muhimu iliyoongeza kwa kiasi kikubwa vita vya Vietnam. Mwaka 1965, idadi kubwa ya wanajeshi wa ardhini wa Marekani ilitua Vietnam ya Kusini. Kuanzia hapo, vita vya Vietnam vilichukua sura ya vita kamili vya kimataifa. Kiwango cha wanajeshi, silaha na mashambulizi ya anga kiliongezeka sana kuliko hatua za awali. Vietnam yote ilianza kuhisi athari za moja kwa moja za vita. Vita vya Vietnam vilikuwa vita ambavyo helikopta zilitumika kwa kiwango kikubwa sana. Wanajeshi walitumia helikopta kusonga haraka hadi misituni na vijijini kwa ajili ya operesheni. Mistari ya mapambano haikuwa wazi na mapigano mara nyingi yalizuka ghafla bila onyo. Kwa sababu hiyo, mpaka kati ya raia na wanajeshi mara nyingi ulikuwa hafifu. Nguvu muhimu katika vita ilikuwa Viet Cong. Viet Cong walikuwa kundi la wanamgambo wenye mwelekeo wa kikomunisti lililofanya kazi Vietnam ya Kusini. Badala ya kupigana wazi kama jeshi la kawaida, walitumia mbinu za vita vya msituni,
kujificha na kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Hali hii ilifanya iwe vigumu sana kutambua ni nani mpiganaji na ni nani raia. Eneo kubwa na tata la misitu ya Vietnam lilifanya vita kuwa vigumu zaidi. Adui alijificha msituni na mashambulizi yangeweza kutokea mahali popote na wakati wowote. Wanajeshi walilazimika kubaki katika hali ya tahadhari mchana na usiku bila kupumzika. Vita hivi vilitoa mzigo mzito si kwa miili yao tu, bali pia kwa akili zao. Jeshi la Marekani lilitumia kemikali za kuondoa majani ili kuharibu maficho ya adui. Kemikali hizi zilisababisha miti na mimea kunyauka na kufa, na misitu ikateketea. Misitu ilipotea haraka, lakini uharibifu wa muda mrefu ulibaki katika udongo, maji na afya ya binadamu. Tatizo hili liliendelea hata muda mrefu baada ya vita kumalizika. Mwaka 1968, tukio la kusikitisha lilitokea katika kijiji cha My Lai katikati ya Vietnam, ambapo raia wengi waliuawa. Kijiji hicho hakikuwa kambi ya kijeshi wala uwanja wa vita, bali jamii tulivu ya wakulima. Wakati wa operesheni ya kijeshi, eneo hilo lilihesabiwa kimakosa kuwa ngome ya adui. Sauti ikawa mwanzo wa mateso makubwa kwa watu wasio na hatia. Tukio hili linaendelea kuwa mfano wa jinsi vita vinavyoweza kuharibu binadamu kupitia hofu na makosa mabaya. Mwaka huo huo, Vietnam ya Kaskazini na Vietcong walizindua shambulio kubwa lililojulikana kama mashambulizi ya Tet. Tet ni mwaka mpya wa Kivietnami wa mwezi, na muda wa shambulio lenyewe ulikuwa mshtuko mkubwa. Ingawa walipata hasara kubwa za kijeshi, shambulio hilo lilikuwa na athari kubwa katika mwelekeo wa vita. Katika jamii ya Marekani, imani ya kuendelea na vita ilitikiswa sana. Vita vya Vietnam viliripotiwa kila siku kwenye televisheni. Watu waliweza kuona picha halisi za vita wakiwa majumbani mwao. Hili lilikuwa uzoefu mpya ambao haukuonekana mara nyingi katika vita vya awali. Kadiri ukweli mchungu wa vita ulivyofichuliwa, upinzani dhidi ya vita ulizidi kuongezeka. Maandamano dhidi ya vita yalisambaa kote Marekani na katika nchi nyingine. Wanafunzi na raia walitoka barabarani kwa bidii kuinua sauti zao. Watu walianza kuhoji kwa nini walipaswa kuendelea kupigana vita katika ardhi ya mbali. Sauti hizi ziliweka shinikizo linaloongezeka kwa serikali na viongozi wa kisiasa. Mwaka 1973, Marekani iliondoa wanajeshi wake kutoka Vietnam kupitia makubaliano ya amani. Hata hivyo, mapigano ndani ya Vietnam hayakuisha mara moja. Mwaka 1975, majeshi ya Vietnam ya Kaskazini yaliingia Saigon na vita vikafikia mwisho. Vita vya Vietnam vilikuwa mgogoro mrefu na wenye maumivu uliodumu kwa takribani miaka miwili. Vita vilimalizika, lakini athari zake zilibaki kwa muda mrefu. Mabomu ambayo hayakulipuka na uharibifu uliosababishwa na kemikali bado ni matatizo yanayohitaji kushughulikiwa leo. Watu wengi wanaendelea kuishi na kumbukumbu na majeraha ya vita. Hadithi hii ni kumbukumbu inayolenga kutusaidia kuelewa alama ambazo vita huacha katika jamii.